Yani ilikuwa ni kama wiki moja amenipa taarifa, alafu mzee ananipigia simu ananiambia mama yenu ameondoka na sijui ameenda wapi. Ilikuwa 2010 bro. 2010. Yes. Napo bado unajitafuta. Bado najitafuta. Baada ya mama kuondoka na kupewa zile taarifa, unadhani ni tukio gani ambalo huwezi kulisahau kamwe kwenye maisha yako? Baada ya mama kuondoka tukio ambalo siwezi kulisahau ni namna ambavyo nilitathmini wadogo zangu. Yani jinsi watakavyoishi. Yani nilikuwa nawaza itakuwaje wadogo zangu kama mama alikuwa tunaishi hivi. Baada ya hapo nini kitaendelea? Nini kitatokea baada ya mama kuondoka? Na je, mama tutampata wapi kwa muda huu? Kwa hiyo hata kazi niliko kwa nako ikabidi niache, nirudi nyumbani kuwahudumia wadogo zangu kama mama. Kwa hiyo ina maana wadogo zangu nikaanza kufanya nini? Kuwalea mimi kama mama. Tukiachana na baba, kwa sababu baba, sisi kwetu ni Waislamu, baba alikuwa na wanawake 3. Unaelewa? Kwa hiyo yani ikawa mimi nimekuwa mama, alafu wakati mwingine najiona kama ni baba. Ameshakuwa baba. Yes. Kwa hiyo nikaanza kutengeneza hata tule tu biashara tudogo ambavyo nilikuwa naona mama anafanya. Anauza, anapata 200. Kwa hiyo kama vile nikalisi ile biashara ya mama. Anatengeneza mandazi, anapeleka mnadani, anakaa huko anauza, akipata 2000 anarudi nyumbani. Kwa hiyo nikaanza zile harakati. Lakini mwisho wa siku nikaona kwamba hakuna kitu ambacho nafanya. Siku zinaenda, mama sijui alipo. Anza kumtafuta mama. Lakini unauliza wapi ndugu zake, hamna anayejua, kila mtu hamna anayejua. Nikiwaza kwenda kutoa taarifa polisi, nitaona kama vile navuka mamlaka ya baba tena. Kwa nini baba yeye mwenyewe hajajishughulisha? Nikaona basi ninatakiwa kupambana. Kuna rafiki yangu mmoja ndo alikuwaga Mwanza, tuliwahi kukutana kisiwani, ndo akanipigia akaniambia njoo ufanye kazi. Nikasema mbona kama kuna sehemu moja Mwanza ilikuwa inaitwa Buselasele. Akasema kitu kama nafikiri mama alikuwa anapendelea sana kutaja ile eneo, labda atakuwa alikimbilia huko. Kwa hiyo nikasema nikifika Mwanza itakuwa ni vyepesi sana kwenda wapi? Buselasele kumtafuta mama. Nikasema yani nyumbani sasa nikatoka nina wazo moja na uchungu wa kwenda kumtafuta mama. Nikifika Mwanza nikapata hela, naenda Buselasele kumtafuta mama. Kwa hiyo ndo nilivyokuja mpaka Mwanza.